Mgogoro mkubwa wa nishati unaendelea kuikumba Cuba baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza rasmi kuwa imeishiwa kabisa mafuta ya diesel na fuel oil, hali ambayo imezidisha giza, maandamano na hofu ya kuporomoka zaidi kwa uchumi wa taifa hilo la kikomunisti. Kauli hiyo nzito ilitolewa na waziri wa nishati wa Cuba, Vicente de la Olive, katika mahojiano na vyombo vya habari vya serikali, akisema mfumo mzima wa nishati nchini humo umefikia hali ya hatari kubwa. Kwa mujibu wa waziri huyo, Cuba kwa sasa haina kabisa diesel wala fuel oil, na kilichobaki ni kiasi kidogo cha gesi inayozalishwa ndani ya nchi kutoka kwenye visima vya Cuba. Hali hiyo imeathiri vibaya mfumo wa umeme, hospitali, shule, ofisi za serikali pamoja na sekta za utalii ambazo ndio moja ya nguzo kuu za uchumi wa taifa hilo. Katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Havana, wananchi wameripotiwa kukaa gizani kwa zaidi ya saa 20 hadi 22 kwa siku kutokana na kutokuwa na umeme. Wananchi wengi sasa wanalazimika kutumia kuni kupika chakula, huku wengine wakilala nje kutokana na joto kali na ukosefu wa huduma muhimu. Hali hiyo ilisababisha maandamano makubwa kuzuka jijini Havana Jumatano usiku, ambapo mamia ya wananchi walijitokeza mitaani wakipiga kelele na kupinga serikali na kudai kurejeshwa kwa umeme. Waandamanaji walionekana wakichoma taka barabarani, kufunga baadhi ya barabara na kupiga vyungu, huku wakipaza sauti ya washa taa. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa huu ulikuwa usiku mkubwa zaidi wa maandamano tangu mgogoro wa nishati ulipoanza mwanzoni mwa mwaka huu. Serikali ya Cuba imekuwa ikijaribu kuzuia maandamano haya yasienee zaidi, lakini hasira za wananchi zinaonekana kuongezeka kila siku kutokana na maisha kuwa magumu zaidi. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amelaumu Marekani kwa hali hiyo, akisema vikwazo vya kiuchumi na kile alichokiita energy blockade dhidi ya Cuba ndivyo vimeifanya nchi hiyo kushindwa kupata mafuta kutoka mataifa mengine. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Diaz-Canel alisema Marekani imekuwa ikitishia nchi yoyote inayotuma mafuta Cuba kwa ushuru mkubwa na vikwazo vingi vya kiuchumi. Kwa miaka mingi, Cuba imekuwa ikitegemea mafuta kutoka Venezuela na Mexico ili kuendesha mfumo wake wa nishati. Hata hivyo, usambazaji huo umepungua zaidi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Havana. Wakati huo huo, Marekani imesema bado iko tayari kutoa msaada wa kibinadamu wa dola milioni 100 kwa Cuba, lakini kwa masharti ya kufanyika kwa mageuzi ya maana katika mfumo wa kikomunisti wa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema msaada huo unaweza kusambazwa kupitia kanisa Katoliki na mashirika ya kibinadamu yanayoaminika. Lakini serikali ya Cuba imekataa madai hayo na kusema Marekani inatumia msaada huo kama njia ya kuingilia siasa za ndani za taifa hilo, na waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla amevitaja vikwazo vya Marekani kuwa haramu na vya kikatili. Mgogoro huo sasa umeanza kuibua hofu ya kuzorota zaidi kwa hali ya kibinadamu nchini Cuba, kwani hospitali nyingi zimeshindwa kufanya kazi kikamilifu kutokana na ukosefu wa umeme, huku shule na taasisi kadhaa zikifungwa kwa muda. Sekta ya utalii pia imeathirika vibaya, kwani hoteli nyingi zinakumbwa na kukatika kwa umeme kwa muda mrefu. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa hali ya Cuba inaweza kuwa mbaya zaidi iwapo suluhu ya haraka haitopatikana. Ingawa tanka za mafuta kutoka Urusi zimewahi kufika Cuba katika miezi iliyopita kusaidia kupunguza mgogoro huu, kiwango hicho hakijatosha kurejesha hali ya kawaida. Kwa sasa, Cuba inaingia katika moja ya vipindi vigumu zaidi vya kiuchumi na kijamii katika historia yake hivi karibuni, huku wananchi wakikabiliwa na giza, uhaba wa mafuta, ukosefu wa chakula na hofu ya maandamano zaidi kuendelea kusambaa nchini humo.